Naam. Inasema kwa sababu mnajua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kujaribiwa kwa imani yetu huleta saburi. Kwa hivyo kila Mkristo lazima majaribu yakuje. Kama vile dhahabu hupitishwa kwa moto ili iweze kutoka ikiwa dhahabu safi, ndivyo Wakristo nasi lazima tupitishwe kwa moto ili tutoke kama dhahabu safi. Unaweza kuwa umekata matumaini kwa njia moja ama ingine, lakini Mungu anatuambia siku ya leo, huko kujaribiwa kwetu ni kwamba kunaweza kuleta saburi, ama kujaribiwa kwa imani yetu kunaleta saburi. Kwa hivyo ni vyema kwamba tusiogope majaribu. Kama watoto wa Mungu ni kutia matumaini kwa Mungu, kwa sababu ndiye atuepushaye katika haya majaribu. Msomaji na mwalimu, ningeomba unipe kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake ni wa 13. 10:13 linasema, neno la Mungu linasema, hakuna jaribu lolote lililopata kila mmoja wetu ambalo si la kawaida kwa wanadamu, naye Mungu ni mwaminifu, hata ruhusu mjaribiwe kupita mnavyoweza, lakini mtapojaribiwa atawapa njia ya kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hivyo sioni sababu ya mtu yeyote kuogopa wala kutahayarika ama kukata tamaa katika maisha, kwa sababu Mungu anatuambia kwamba hatuwezi tukajaribiwa kadri ya uwezo wetu, na hata majaribu yajapokuja, Mungu ataweza kutengeneza njia ya kuepuka yale majaribu na kutupa nguvu. Kwa hivyo ningependa tusome fungu la mwisho, msomaji wangu na mwalimu, ili tuweze kukomea pale. Soma katika kitabu cha Yakobo 4:7. Yakobo 4:7 inasema basi mtiini Mungu, mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo